Washirika wanatoa sadaka na kanisa lijawahi jengwa tangia nyanyangu mpaka leo hii. Toa ndugu, toa dada. Ile walitoa ulipeleka wapi? Katika ibada yake aliweza kutaja wahubiri ambao ni matapeli wanaotumia washirika kujinufaisha, na kisha baadaye hamna chochote washirika wananufaika nacho. Alisema kuwa utapata kwamba kanisa linaongozwa na familia ambayo ipo na tamaa ya pesa, ili hali waumini wanataabika. Alisema kuwa kunao watumishi wengine wanahubiri kukashifu utumizi wa vitu kama vile vitambaa, maji na mafuta kanisani, ili hali hao wenyewe wanazinunua kwenye maduka kubwa kubwa na kuzileta kwenye madhabahu yao na kuweza kupea waumini wao waweze kutumia. Akatoa mfano kwamba hata Yesu mwenyewe aliweza kutumia maji katika shughuli yake ya kueneza injili na uponyaji katika Biblia takatifu. Mchungaji wa kanisa la New Life Pastor Ezekiel Odera aliweza kukuwa na haya ya kunena katika ibada yake. Mtazamaji wa The Great TV 25, tunakuomba kwamba uweze kusubscribe, kushare, kulike na kucomment na kushare kazi zetu katika ndugu na jamaa, ili wote wakapate ujumbe huu. Hebu tumsikize. Washirika wanatoa sadaka na kanisa lijawahi jengwa tangia nyanyangu mpaka leo hii. Toa ndugu, toa dada. Ile walitoa ulipeleka wapi? Arambe, arambe, arambe. Ile tithe ilienda wapi na ya shukrani ilienda wapi? Na ni wewe na mke wako. Toa pesa kanisa lijengwe. Kesho mtaniwekea kesi nyingine tena. Kiuliza mchungaji, Pastor Ezekiel ni mzuri? Debo ni huyo. Huyo pastor ni mbaya sana. Hako na majini ya Mombasa. Kama niko na majini tulienda na wewe kwa bahari kuchukua. Ikijua kwamba niko na majini inamaanisha tuliandamana. Wewe ndio ulikosa, mimi ndio nilipata. Pastor Ezekiel, Mungu amenipeleka mpaka mahali anakaa. Huyo mtu ako na nyoka kubwa. Yaani Mungu amekupeleka mpaka kwa huyo nyoka. Kwa hivyo wewe pia uko na nyoka yako. Anakwambia hatuamini vitambara, hatuamini living water. Amuamini vitambara, amuamini nyinyi wachungaji. Ikiwa Yesu alitumia matope akapaka kwa macho ya mtu, vitambara na matope gani mbaya? Sukuma mtu mwambie kwenda wewe. Munaamini kivuli cha Petro kikiwaponya wagonjwa na amuamini vitambara. Wanafiki. Mulimsulubisha Yesu, leo hii mmekataa injili yake. Muko na holy water mnapeana kwa washirika, nikipeana living water mnasema sio ya Mungu. Munapeana anointing oil ambayo imenunuliwa kwa duka. Ikiwa Yesu alitumia maji iliyowekwa kwenye besheni ya kutawadha kuosha miguu, akapeana watu wakakunywa na wakakunywa divai, mimi yangu imepimwa na KEBS, Kenya Beauty of Standard. Unasema hiyo sio ya Mungu? You know, we went to theology. Nyinyi mungemshika Yesu, mungemfunga shimo la tewa. Nyinyi tu. Yesu angekuja leo, angeshikwa Kenya afungwe shimo la tewa. Maana ungesikia Yesu anatembea juu ya bahari, devil. Nani huyo anatembea juu ya bahari? Yesu gani? Huyo ni devil. Yesu amegeuza maji kuwa divai, devil. Kitambara changu ni mbaya, lakini kitambara cha Petro kikiponya watu ni ya kweli. Wanafiki.
unakula kwa sahani na uwezi kukula kwa sufuria, na kile kiko kwa sufuria ndio iko kwa sahani. Unaletewa chakula na sufuria, you know, I don't eat inside the sufuria. Unaletewa kwa sahani, yes. Unapewa bila kijiko, you know, I don't touch food with my hands. Now ukikosa unakamata mfupa hivi. Mnafiki. Mnakunywa divai usiku, mnalewa na mnaambia washirika wasikunywe pombe. Mnachukua wake za watu ambao walikufa kisiri, ndoa zenu mmeacha, na mnawaambia wasiowe nje. Wewe mwenyewe utoi sadaka, hata usaidii mtu ambaye mtoto wake aendi shule, na akikosa kutoa tithe, Bwana anasema umelaaniwa. Si usaidie hata mama masikini, mjane, mkora. Mama mjane, watoto wamemaliza class 8, hakuna hata mtoto umepeleka shule. And the secret is that if we remain in him, then we can bear much fruit. Hallelujah, church. Do we want to bring people in the church? Do we want to disciple to other people? Praise Jesus. Do we want to do discipleship to others? Let us abide in Christ, who will make us to bear more fruits, who will make us to change even the communities. He will make us to be his disciples, and we shall walk in his way. Number 9 says, as the Father has loved me, so I have loved you. Oh, the love of God. The Bible says, the way the Father loves him, and also he extends his life and his love to us. He says, as the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. Tell your friend, remain in the love of Jesus Christ. Let us walk in the love of Christ. Hallelujah. Ask your friend, do you love me? What is the answer? Hallelujah. If you keep my command, that is number 10, you will remain in my love. So also, keeping the command of Christ is very important. And the great command was love your neighbor as you love yourself. If you keep my command, you will remain in my love. So, if you need the love of Christ, then keep the command. Hallelujah. Praise God. Keep the command. Tell your friend, let us keep the commandment of God, so that we can remain in the love of Christ. Praise Jesus. Jesus himself is practicing this. He is testifying, just as I have kept my Father's command,
love. na nimebaki katika upendo We wake. have to follow the example of Christ Lazima tufuate mfano wa Yesu by keeping the command kwa kuweka sheria. that he has given unto us, Sheria ambayo so ametupa that we remain in his love. ili tubaki katika upendo wake. Number 11 says, Na 11 inasema, these things I have said to you, haya mambo nimewaambieni that my joy might remain in you. ya kwamba furaha yangu ikabaki ndani. Okay, it didn't just say these things, Hakusema tu mambo haya. but he said these things because he wanted his joy to remain in us. Alisema mambo haya ili furaha yake ibaki ndani yetu. And that joy, and that your joy might be full. Ili furaha yenu itimilike. Hallelujah, church. Haleluya kabisa. Praise Jesus. Bwana asifiwe. The Bible says, Biblia inasema, he has just told us these things ametuambia mambo haya so that the joy might remain in you, ili furaha yake ibaki ndani mwako. and that your joy might be Umebadilika, full. umemaliza wiki ngapi? Hiyo saa hii mpya ni pesa ngapi? Umesikiliza? Hapo mimi sinanga neema ati Mungu atafanya atadili na yeye kumalizana na wewe hapo na hapo. Hivyo ndivyo mimi huwa na operate. Sina neema ya kuambia watu wa crusade tukiharibu chombo Mungu atakuona. Akuone vitu gani? Hii ni gharama. Gharamika, wewe ndani utaokokea huko na neema ya huko. Pia wewe uanze kuhubiri ujue gharama ya hizo vitu. Wacha kuwa Mkristo mjinga ambaye huelewi. Weka crusade na vyombo umegharamika, mtaharibu, shika yeye weka ndani. Na asilipe hongo huko atoke. Anunue mpya arudishe. Biblia inasema mwizi akishikwa afanye namna gani? Yeye na mwizi ni sawa. Tumia maandiko, ambia mapolisi bwana akae hapo, watu wa kwao wauze ng'ombe, wafanye namna gani? Kisha apandishwe cheo ingine, apelekwe mahali pengine panapofaa, aokokee neema ya kule. Wakati atarudi pia yeye aokoke, ashike vyombo, aanze kuhubiri, mwingine haribu, atajua kweli nilikuwa mjinga. Wacha kuambia watu wewe sio Kristo, wewe ni mtoto wa fulani hapa ulizaliwa, ulibeba miezi 9 ukazaliwa hapa. You have to work to buy these things. Wacha kupretend utaomba usianguke kutoka, maana ilikatika. Wacha ujinga. Maana ilikatika, haiangukangi. Na mwache kutolewa unabii ati utanunua gorofa, utajenga. Anayekutabiria akupatie njia ya kupata fedha ununue gari. Kwani nikihubiri hivi tajiri akiwa hapa hajasikia mimi sina gari, akuje na gari hapa, tumuulize ndugu, ulitabiriwa wapi ukanunua gari? Atakwambia namna gani? Nilifanya nikasave, ikafika milioni fulani nikanunua gari. Wewe unataka gari utabiriwe na nabii ametoka huko, waume hata tumbo yako, wewe ni mke wa wenyewe, anakunywa nguo hivi, anaona kitofu vile imekaa na kuambia kitu iko huku na huku. Wacha ujinga. Shamba lako litanyauka. Mungu hataweza kuachilia mvua. Injili kama hiyo watu hawapendi, na mimi napenda hapo sana. Ukinyamaza usiponipa amina, ninakuuma kabisa. Bwana asifiwe. Tumezuia macho ya Bwana kufanya kazi. Tumezuia Mungu kuponya wagonjwa. Tumezuia Mungu kufungua milango. Haleluya. Sababu unamsikiliza nabii aliyetoka sijui wapi, amekuja na kitambaa. Wengine wanasema ninatibu mapenzi, ninakinga homa. Wewe wakati ulitongoza, nani alikupea mapenzi ya kumpatia huyo atakupenda? Wacha ujinga. Haleluya. Lazima tutanuke. Amen. Wacha vitu vya kudanganywa hapa. Especially hao watu wanapenda wamama. Poleni sana, nikitoka hapa msipige mawe, naomba security. Mambo ya kwenda kushikwa na hawa watu. Wewe uliokoka ukaolewa na mume mmoja. Hesabu ya Biblia inasema 1 + 1 = big 1. Mwili wako na mume wako ni
Sifundishi Kaapoli, lakini watoto wako hapo, wacha niendelee. Kwa hiyo Biblia inasema hivi ya kwamba Bwana ataiponya nchi. Nchi imebeba uchumi, nchi imebeba kufanikiwa kwako, nchi imebeba mafanikio ya watoto wako. Sasa nchi yako ikipooza, jua kwamba hauna destiny. Na hao watu wanajua kumaliza destiny ya watu. Wanakushutua mpaka unaenda kuuza ng'ombe, unawaletea pesa. Jamani, sikilizeni kwanza, sikilizeni kwanza. Ni nani ashawahi kuuza ng'ombe wakati ulikuwa unafanya hii kazi akaileta hapo? Mmoja tu. Lakini ukitaka kujua hapa kuna maneno. Siku moja uvae nguo zenye haujajulikana wewe ni nani. Wewe usimame karibu na ule nabii mwenye akuielea mwenye anapotezana watu. Asante kutazama makala yetu ya siku ya leo katika channel yetu The Great TV 254. Tunakuomba uweze kushare, kucomment, kulike na kusubscribe. Asante.